Habari, naitwa Judith Mwanri, mimi ni mfanyabiashara wa B&B, maana yake bed and breakfast. Hii ni biashara ambayo imekuwa maarufu kidogo hapa mjini kwa sasa, ambapo ni nyumba ambazo tunazitumia kwa ajili ya kupokea wageni. So inakuwa ni a mixture of hotel business, ila inakuwa inafanyika tu katika mazingira ya kinyumbani. Kuna wale ambao wengine wanamiliki hizi nyumba, kuna wengine ambao wanapanga nyumba ya mtu alafu wanakuwa wanafanya biashara ya B&B. Kwa hiyo kuna modality mbalimbali ambazo watu huwa wanatumia kufanya biashara. Lakini leo nilitaka niongee jambo ambalo sisi kama hosti au ambao ni wamiliki wa hizi biashara za B&B tumekuwa tuko kwenye hatua ya kusajili chama chetu, ambacho kwa sasa hivi tumefikia hatua ya mwisho kabisa, ila tunaona kama mchakato unakuwa mrefu kidogo, na tulianza mchakato huu mwaka 2024 mwezi wa 10, na tuliweza kupata documents mbalimbali ambazo ziliweza kufika. Kwa mfano tulikuwa tuna document ambayo tulipeleka kwa mkuu wa wilaya, tukapeleka nyingine kwa msajili wa wizarani, na barua ambayo ilikuwa ya mwenyekiti wa mtaa. Tulipeleka barua kwa pamoja ambayo ilikuwa ina attach na katiba yetu pamoja na approval letter ya katiba, ambapo ina waanzilishi, ilikuwa na majina ya waanzilishi 8 wakitokea bara na 2 wakitokea upande wa Zanzibar. Na kwa kweli mchakato huu umekuwa kidogo ni mrefu, hatujaelewa ni kwa nini, ila tunatamani sana kama tunaweza tukamaliza huu mchakato, kwa sababu ina faida kwa pande zote. Kuna faida upande wa serikali kwa sababu tunataka tujimobilize ili tuweze kuhimizana kwa maana kusajili biashara, ili tuweze kulipa kodi, lakini tuweze pia kufanyiwa from time to time assessment au quality control. Tunaona kwa mfano wenzetu ambao wanafanya B&B business based in Dubai wao wanakuwa wana quarterly assessment, ukagua zile nyumba kama zina ubora, kama zile nyumba zinakidhi mahitaji, zinakidhi viwango vya wageni waweze kukaa na kufurahia huduma wakiwa kwenye zile nyumba. Lakini pia tunahitaji sana zaidi kuweza kushirikiana na mamlaka za usalama pia, kwa sababu kwa mfano mwaka jana tulikuwa na training ya polisi Arusha, ambapo walituita wakataka kuongea na sisi kuhusiana na wageni ambao tunapokea, ni protocol gani za kuchukua mgeni anapoingia, kuchukua documents zake labda za ID, majina yake kamili, emergency contact, kwa sababu baadhi ya wageni wanakuwa sio wageni wazuri. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia hiki chama tunaweza kushirikiana na serikali tukafanya mambo mazuri na makubwa, ila pia tunaona pia kwamba ni fursa kwa ajili ya, kwa mfano mwaka ujao 2027 tutakuwa na Afcon. Afcon itakuja kwenye miji mbalimbali ya nchini Tanzania na pia Zanzibar, visiwani, na tunafahamu kwamba wageni watakao kuja kwa kweli zile hoteli zinaweza zikazidiwa kidogo. Kwa hiyo wageni wengine watakuja kulala kwenye nyumba zetu za B&B. Sasa imagine wanakuja kulala kwenye nyumba za B&B, alafu serikali ikakosa pesa, labda nyumba hazina viwango vya kutosha, utaondoka hapa na picha gani? Unaona, kwa sababu mgeni anapokuja nchini pale anapolala pia panabeba taswira, panabeba picha ya nchi husika. Sasa tunatamani sana kuweza kushirikiana na serikali, lakini sio kama mtu mmoja, kama taasisi. Kwa umoja wetu tuna kikundi tangu mwaka 2022, tuko watu almost 600 sasa hivi, 600 lakini wafanyabiashara ni wengi sana zaidi hata ya hapo ambao tunafanya hii biashara, na tupo tayari kuweza kufanya biashara zetu ziwe kubwa zaidi, lakini tunahitaji ushirikiano wa serikali kuweza kukamilisha hii process ambayo ilianza mwezi wa 10 mwaka 2024. Sasa mwaka jana tukasema labda serikali iko busy na mambo ya uchaguzi, so tukapambana tukaishia mwezi wa 6, tukasema ngoja tuache wapumue kwanza. Mwaka huu tukasema
lazima tuweze kukamilisha mapema iwezekanavyo ili tuweze kujipanga na kusonga mbele. Kwa hiyo naomba kama hii posti inaweza ikafikia watu ambao ni wahusika, watu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, ambao nadhani ndio tunataka tupate cheti kutoka kutoka kwenye wizara hiyo, ndio final step. Pia watu wa TRA ambao pia ndio watu ambao naamini watakuwa ni wanufaika wakubwa, pamoja na watu wa TTB, Tanzania Tourism Board. Nafahamu kwamba wao huwa waliwahi ku reach out kwetu, pia waliwahi kutoa nadhani walitoa tamko kutoka 2017 kwamba watu ambao wanafanya hizi biashara wasajiliwe, na nadhani wao wanaweza ku play part kubwa sana kwenye upande wa quality control kupitia labda vyuo kama National College of Tourism, kama utafanya ni training physical kwa ajili ya mahosti au B&B operators. Lakini pia vyuo kama Open University wanaweza tukawasaidia kudesign courses ambazo zikawa ni online courses kwa wale ambao wako mbali. Lakini pia naiona pia kama ni chama hichi kinaweza kikasaidia sana pia kwenye upande wa kufungua fursa za ajira na za utalii. Nikisema ajira namaanisha kwamba kwa mfano sisi tunaoperate kwa namna ya kwamba tunaajiri watu ambao wana manage zile nyumba, watu ambao wanafanya usafi kwenye zile nyumba. Tunashirikiana na tour guide. Kuna wale ambao ni tour guide wakubwa ambao wanawapeleka wageni mbugani au Zanzibar. Lakini pia kuna wale tour guide wadogo ambao unakuta labda anafanya tu ile city tour labda ya Dar es Salaam au tour ya Kilwa tu. Kwa hiyo tuna provide ajira na ina unlock sana aina za utalii ambazo ziko hazijawa popularized katika level ya juu sana. Kwa hiyo hii ni industry ambayo kwa kweli ikitizamwa vizuri inaweza ku unlock fursa kubwa sana. Ila tunahitaji kuanza sehemu. Tunahitaji kuwa na chama ambacho kitaweza kuwa msemaji wa wadau, lakini pia kuweza serikali kuweza kutufikia sisi kirahisi kwa jambo ambalo wanakuwa nalo. Kwa hiyo natamani sana kama hii posti kawafikia wahusika, Wizara ya Mambo ya Ndani, Tanzania Revenue Authority TRA, TTB Tanzania Tourism Board, National College of Tourism, ili tuweze kupata msaada. Tumeshafika hatua ambayo ni ya mwisho. Naamini kwamba ni simu moja tu hivi vitu vinaweza vikaisha na tukaanza kuendelea na hatua nyingine ya kutoa ushirikiano ili tuweze kujenga taifa. Nashukuru sana, na mimi mawasiliano yangu mnaweza kunipata kwa judith@hamiahapa.co.tz. Ni namna rahisi zaidi ya kunipata. Mara nyingi huwa najibu sana emails. Then we can continue na mawasiliano mengine pia tukalink na hawa wenzangu 9 ambao tupo kama waanzilishi wa chama, lakini tupo hosti wengi sana ambao naamini tukifikia hatua ya mwisho kabisa tutaweza sasa kuwa on board hao watu wengine ambao tuko nao. Asanteni sana kwa kunisikiliza na asanteni kwa kushare hii posti kwa watu husika.